Waingereza wamekaa Tanganyika miaka 40. In a continent where power are often held until death, one of African leaders chose to live. His name was Julius Kambarage Nyerere. Dunia nzima inapinga, na sababu za kupinga zinajulikana. Waingereza mnazijua na wote wanazijua. Nyerere as an educator, philosophy before politics, a moral foundation of his leadership. You may ask yourself, why Nyerere succeeded to maintain peace during his leadership? Just because Nyerere believed unity was more important than power. Kwamba ni nchi ina amani, ni nchi ambako iko jitihada ya watu hawa kujiona ni wamoja, ni wa Tanzania. Hatujakamilika. But also, Nyerere left power before power could change him. Wakishindwa kupata sifa, kupata kura kwa sera, kwa kusimama wananchi tuchagueni, kwa sababu mkisha kutuchagua sisi tutafanya mambo kadhaa hoja, na wananchi wakawasikiliza vizuri kwa makini, wakaona naam hawa wanafanya. That's why history may debate his politics, but it cannot question his character. Kuiuzia silaha South Africa ni kuiunga mkono katika udhalimu wake, na kwa bahati njema hivi sasa serikali nyingi duniani haziuzii silaha isipokuwa. Julius Nyerere proved that leadership does not have to be greedy, and power does not have to collapse. That's why many corrupt leaders often fail to lead the country because of their corrupt. Be a true leader. Lakini na hasa mahala ambapo bado hamjakoma, bado mumo katika jitihada za kujenga, wakianza viongozi wa namna hiyo na tukawakubalia, tutagawanyika. Nipo kwenye ndoto na sijui ni bala gani, kuna watu walikufa wakipigania haki. Hii ni Afrika, ardhi ya mashujaa walosimama hima bila kuogopa ndala. Thomas Sankara, kijana jasiri, alinua bendera kisha kamsha akili. Mwalimu Nyerere, baba wa taifa, umoja na amani alileta muungano.